On June 16, 1944, a 14-year-old boy named George Stinney was executed in the electric chair in Columbia, South Carolina. Yo, what's up everybody? I am trying to say na hii ni story of the day ya Angobiz TV. Na leo kwenye story of the day ya Angobiz TV nakuletea story inayomhusu kijana mdogo George Stinney, kijana ambaye alipata kuhukumiwa kunyongwa mpaka kufa kwenye kiti cha umeme pale nchini Marekani akiwa na umri wa miaka 14 tu. Najua unatamani kujua sana kuhusiana na story. Sasa cha kwanza ninachokuomba, subscribe account yetu ya YouTube hapo ni Angobiz TV, lakini pia unaweza ukaacha comment yako, like video yetu, pia cha msingi na kuomba ushare video hii kwa marafiki zako ili waweze kupata story hii nzuri ya kuvutia. Karibu sana. Sasa story ilikuwa kama ifuatavyo. George Stinney ni kijana mwenye umri wa miaka 14 tu ambaye yeye asili yake ni mweusi, na kama unavyojua katika karne ya 20 ndipo story hii ilipotokea, na kipindi hicho kulikuwa kuna vuguvugu kubwa sana la ubaguzi wa rangi, kwa maana watu weusi ni weusi na weupe ni weupe. Kifupi kulikuwa hakuna mahusiano mazuri sana kama ilivyokuwa sasa hivi baina ya watu weusi na weupe pale nchini Marekani. Kwa hiyo hali ilikuwa imepelekea uhasama mkubwa sana kati ya watu weusi na weupe, hata walipokuwa wanafanya mahusiano yao, maingiliano yao ya kijamii ilikuwa inakutana na ubaguzi mkubwa sana. Unashangaa sehemu ambayo mtu mweusi anapata huduma, mweupe hawezi kupata, na sehemu nyingine mtu mweupe ambaye anaweza kupata huduma, mtu mweusi hawezi kupata. Sasa George Stinney nyumbani kwao yeye amezungukwa na nyumba mbili ambazo hizo nyumba zote ni za wazungu, na ndo nyumbani kwa hao mabinti wawili. Sasa story ilikuwa imeanza kama ifuatavyo. Nyumbani kwa kina George kumepakana na nyumba mbili ambazo hizo nyumba mbili zinatoa mabinti wawili ambaye ni Mary pamoja na Betty. Hao Mary na Betty ni mabinti ambao walikutwa wamekufa ndani ya siku moja katika tukio linalofanana. Na kwa umri wao, Mary yeye alikuwa na miaka tu 7, lakini Betty alikuwa na umri wa miaka 11. Kumbuka kipindi hiko George Stinney ni kijana ambaye ana umri wa miaka 14. Kwa maana ya kawaida ni vijana ambao wako kwenye level moja, ni vijana wadogo. Sasa kilichokuwa baada ya kutokea hiyo story au kutokea hilo tukio la Mary na Betty kufariki ndani ya siku moja, kwa maana ya jioni moja, na wakakutwa wamekufa katika staili moja kwa moja, katika uchunguzi uliokuja kufanyika ikaja kuonekana mtu ambaye anahusiana nao zaidi ni George Stinney, kwa sababu ni kijana mwenzao au ni mtoto mwenzao ambao watakuwa wanacheza wote pamoja. Kwa kadri uchunguzi ulivyokuwa unafanyika na wapelelezi wakaja kugundua hakuna mtu ambaye atakuwa amehusika zaidi kwenye kipengele hicho zaidi yao ni George Stinney. George akakutwa na hatia hiyo na hatimaye akakamatwa na kupelekwa kituoni. Hatimaye akafikishwa mahakamani. Kesi ilianza kuunguruma, lakini kesi yake iligubikwa na wimbi kubwa sana la ubaguzi wa rangi, kwa sababu majaji wote wawili ambao walikuwa wanasimamia kesi yake walikuwa ni wazungu. Kwa hata ushahidi ulipokuwa unatolewa kwa kiwango chochote, George alikuwa anakosekana kukutokana na hatia. Kwa kila ushahidi unapotolewa anakuta tu George yeye anahusika moja kwa moja. Kwa kilichotokea hapo, kesi baadaye ikaja ikaonekana kwamba George Stinney ni kijana ambaye amehusika moja kwa moja. Kwa George aliwekwa ndani ya gereza kwa siku 81 kabla ya siku ya hukumu yake. Ndani ya siku 81, siku 10 za mwisho kabla George hajaenda kuhukumiwa kwenye kiti cha umeme ambaye ndo mashtaka yake, kwa maana ya hakimu alivyogonga nyundo ya kutoa hukumu, hakimu alimaanisha kwamba George ni kijana ambaye amewaua mabinti wote wawili na hukumu yake ni kifo. Kwa anatakiwa akalie kiti cha umeme au auliwe au afanyiwe, kusema hiyo ni hukumu kama vile ya kunyonga, lakini yeye sasa unyongaji wake ni anakalia kiti cha umeme, na hiko kiti kinaunganishwa na umeme, na si umeme wa kawaida, ni zaidi ya volti 5380 ambazo mtu akikalia kwenye hiko kiti ndio hizo volti zinapigwa hapo. Kwa ndani ya sekunde kadhaa au ndani ya dakika, hata dakika moja unakuwa hujamaliza shughuli yako, inakuwa imeisha. Kwa George Stinney kwenye siku takribani 70 ambazo amekaa gerezani kabla ile siku 10 za mwisho. Maana baada ya siku 10 za mwisho ilipofika siku ya 70, George alikuwa anatolewa kila siku kutoka gerezani kupelekwa sehemu ya majaribio, sehemu ya trial, ambayo ndo sehemu ambayo George atanyongewa. Kwa hizo ndani ya hizo siku 10 ambazo George alikuwa anabebwa kupeleka kwenye hiko kiti cha majaribio, anaenda pale, anawekwa, anasetiwa ionekane kwamba amekaa sawa sawa, na kinachofanyika pale, kila kitu ambacho kinahusiana na hiko kunyongwa kinafanyika pale, kasoro tu kuwashwa umeme, kwa maana akiwashwa umeme atakuwa amenyongwa moja kwa moja. Kwa hamna majaribio ya kuwasha umeme. Kwa majaribio yanayofanyika pale ni ya kukaa,
kuonekana kwamba kila kitu kikae sawa. Mkanda huu utafungwa hapa na hii ndio size yake, ana shingo size hii, juu kifaa kile kinachowekwa juu kwa ajili ya umeme, anatestiwa vyote. Kwa ndani ya zile siku 10 zote ambazo George alikuwa anatolewa kwa ajili ya majaribio, George alikuwa anatoka gerezani akiwa na Biblia yake ameishika mkononi, na huku akiwa anasema maneno kwamba mimi sihusiki, mimi sihusiki. George alirudia maneno hayo ndani ya siku 10 zote. Kwa hiyo siku ya mwisho ilipofika, George Stinney alichukuliwa, na kama unavyojua utaratibu wa Marekani, mtu anayenyongwa kwa hukumu ya kukalia kiti cha umeme, pia kuna nafasi ya watu kumtazama. Kama mtu ana uwezo wa kwenda kumtazama, especially kwa ndugu zake au marafiki zake au upande wa pili wa hiyo kesi, watu ambao walikuwa wamemshtaki wakiwa wanataka kuona namna haki inapotendeka, wanaruhusiwa, kwa sababu ananyongwa kwenye chumba ambacho mbele ya iko chumba kuna kioo. Kwa George anakuwa yuko ndani ya chumba ambacho amekalia kiti cha umeme, na iko chumba mbele yake kunakuwa na kioo, na mbele ya kioo kuna viti vya watu ambao wanakuwa wamekaa. Hao watu walipokaa kwenye hivyo viti, maana wanaangalia kwenye kile chumba ambacho kuna mtu ananyongwa ambao mbele yake kuna kioo. Kwa wanaona moja kwa moja tukio namna linavyoenda, unaweza ukashuhudia. Lakini watu wengi sana ambao ndugu zao wanafanyia hilo tukio huwa wanakosa hiyo nguvu ya kwenda kushuhudia kwa sababu ya mapenzi, wanaingiwa na huruma ya ndugu yao. Kwa mtu hawezi kushuhudia namna ndugu yake anavyofariki, na mara zote watu ambao ndugu zao wanafanyiwa hiyo hukumu huwa waamini kwamba ndugu zao wamefanyiwa haki. Kwa hiyo kilichotokea pale, baada hizo siku 10 kupita, George akachukuliwa akaletwa kwenye kiti, na watu walitarajia wazazi wao wawili wawepo kushuhudia mpenzi wao anapopata hiyo hukumu, lakini wazazi wake walishindwa kabisa kuvumilia. Ili walazimu watoke nje ya mji wao zaidi ya maili 50 ili kuweza kutengeneza atmosphere ya akili yao vizuri, kwamba hawako tayari kushuhudia au kuona tukio kama hilo likiendelea kwa mpendwa wao, na hali wao wanaamini kwamba mtoto wao hakufanya hiko kitendo. Kwa hiyo siku ikafika, George Stinney akachukuliwa akawekwa kwenye kiti kikawashwa. Hatimaye George Stinney akawa amepoteza uhai wake, akawa amefariki. Sasa baada ya kufariki George Stinney, ilipita takriban miaka 7. Baada ya miaka 7 kupita, walipita majaji wengi sana pale mahakamani, na hatimaye akaletwa jaji mwingine. Baada ya kufukunyua ile kesi vizuri, kwa maana ndugu zake au familia yake, wazazi wa George Stinney walikuwa hawajalizishwa na yale maamuzi, kwa walikuwa wanahitaji rufaa. Baada ya kufuatilia kwa muda mrefu, takriban ndani ya miaka 7, South Carolina yeye alipofika akaja kugundua kwenye mafaili mengi na uchunguzi uliofanywa mkubwa, ukaja kugundulika ushahidi kwamba wale mabinti wawili, Mary pamoja na Betty, wao walikutwa wamefariki. Lakini sio kufariki tu, walikutwa wamefariki kwa sababu ya kupigwa na kitu kizito, kwa maana walipigwa na bimu yenye zaidi ya uzito wa kilo 40. Na kwa muda huo George Stinney alikuwa na umri wa miaka 14 tu, na kwa umbile lake na namna alivyo ilikuwa ni ngumu sana kuweza kunyanyua kitu kizito chenye uzito wa kilo zaidi ya 40 na kuwapiga nacho kichwani. Yaani kunyanyua hivi yani sasa unyanyue kiroba cha kilo 50 ambacho sasa yeye akijakaribia kitakaribia hivyo 50. Unyanyue nacho afu umpige nacho mtu kama unampiga tu na kopo au unampiga tu na mbao. Kwa hiyo ikaja kuonekana George Stinney hakuhukumiwa. Kwa hiyo jaji alitoa maamuzi hayo kwamba George yeye hakuwa na hatia. Lakini inasaidia nini? Time hiyo George tayari ameshapoteza maisha, na kama huko walipozikwa tayari ameshaisha tayari, kwa sababu ni zaidi ya miaka 7 George yuko chini, ameshafukiwa tayari. Kwa na alishanyongwa na alishafariki. Kwa hiyo tu ilikuwa inaongeza tu namna gani ya uchungu kwa familia yake. Lakini kutokana na tukio hilo, mtunzi wa kitabu Stephen King yeye aliamua kutunga kitabu ambacho alikiita The Green Mile, ambacho iko The Green Mile kilikuwa inspired zaidi na hii story ya George Stinney. Na ndani ya kitabu hiko bwana Steve alisema hivi, sasa hivi watu wanasema kwamba watu wa sasa hivi hawana huruma sana. Yaani kwa maana watu wa karne hii ya sasa hivi hawako na huruma sana. Yaani kwamba huruma imeisha ndani ya karne hii, kwa sababu watu wa sasa hivi ni wabaya sana, wanaonesha ubaya wao dhahiri shahid. Yeye ndani ya kitabu hiko bwana Stephen King alikataa hiyo kauli, na akasema kwamba sio kweli, kwa sababu watu wa zamani walikuwa pia nao hawana ustaarabu, kwa sababu watu wa zamani walikuwa wanatendi mtu mpaka aje kuonesha ubaya wake. Unatakiwa wewe umemfanyia mabaya mengi ndio anakuonesha ubaya. Lakini watu wa zama hizi walichoamua wao kwamba
ukianzisha ubaya na yeye anafanya ubaya. Yaani haina tofauti kwamba watu wa zamani pia nao walikuwa hivyo, pia nao wana ubaya mwingi sana. Kitolea mfano wa hili tukio la George Stinney, tukio limetokea karne ya 20. Shona ni karne moja nyuma. Hii tuliokuwa sisi sasa hivi. Kwa watu wa zamani pia walikuwa na ubaya, kwa waliomfanyia ubaya kijana mdogo. Lakini watu wa sasa hivi hawana hiyo time ya kuficha huo ubaya, kwamba ukifanya jambo baya wanamaanisha wanatenda baya hapo hapo. Ukifanya zuri na wao wanaenda na wewe kiuzuri. Watu wa zamani walikuwa ukifanya baya kidogo wanaweza kukuhold. Lakini watu wa sasa hivi hawana kwamba titi for tati. Ukileta ubaya unapata ubaya. Kwa lakini mimi si watu au si wewe kama mtazamaji wa kipindi hiki uweze kuwa na au uweze kuwa mtu wa tabia hizo. Kifupi tunatakiwa binadamu tuishi tu vizuri. Na hii ndio ilikuwa story yetu ya siku ya leo, ndo story of the day ya AngleBiz TV. Na mimi ni Mtende Sei. Kwa ninachokuomba hapo uendelee kusubscribe account yetu ya YouTube, wacha comment yako hapo, mimi nitakuwa naisoma, lakini pia like video yetu hii. Usisahau kushare hii video kwa marafiki zako waweze kupata story hii na waweze kujifunza. Ndugu jamaa na marafiki wanahitaji sana upendo wako kwa kushare hii video kwao. Ciao, see you next time. Love you.